Misingi ya taifa la Tanzania imejengwa katika mikono ya mtu huyu. Ni baba wa taifa, muasisi na mwanzilishi wa muungano kati ya Tanzania na Zanzibar. Na hivi leo katika makala za ufichuzi ninamleta kwako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii ni Jolly Media na mimi ni MC Jolly. Usisahau kusubscribe na turn on notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, akiwa mmoja wa watoto 26 wa chifu wa kabila la Wazanaki, Mzee Nyerere Burito. Alipokuwa mtoto, Nyerere alichunga mifugo ya baba yake, na alipofikisha umri wa miaka 12 alianza shule akitembea kilomita 30 hadi Musoma mjini. Baada ya kumaliza shule ya msingi, aliendelea kusoma shule ya wamishonari ya Wakatoliki huko Tabora, na alipofikisha miaka 20 alibatizwa akawa Mkatoliki hadi mwisho wa maisha yake. Mapadri walibaini kipaji alichonacho, wakamsaidia kusomea ualimu katika chuo kikuu cha Makerere, Kampala, Uganda, kuanzia mwaka 1943 hadi mwaka 1945. Akiwa Makerere alianzisha tawi la Umoja wa Wanafunzi wa Tanganyika na pia akijihusisha na tawi la Tanganyika African Association, yani TAA. Baada ya kumaliza masomo ya ualimu, alirudi Tabora akawa mwalimu katika shule ya sekondari ya St. Mary's mwaka 1949. Alipata nafasi ya kuelekea kwenye masomo, yani scholarship, katika chuo kikuu cha Edinburgh huko Uingereza. Akasomea shahada ya uzamili ya historia na uchumi na akahitimu mwaka 1952. Alikuwa Mtanzania wa kwanza kusoma katika chuo kikuu cha Uingereza na Mtanzania wa pili kupata shahada ya elimu ya juu nje ya Tanzania. Aliporejea Tanganyika kutoka masomoni, Nyerere alifundisha masomo ya historia, Kiingereza pamoja na Kiswahili katika shule ya sekondari ya St. Francis, Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inajulikana kama shule ya sekondari Pugu. Mwaka 1953 alichaguliwa kuwa rais wa chama cha Tanganyika African Association, yani TAA, chama ambacho alikisaidia kukijenga alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere. Mwaka 1954 alikibadilisha chama cha TAA kuwa chama cha Tanganyika African National Union, yani TANU, ambacho kilikuwa cha kisiasa zaidi kuliko cha TAA. Na katika kipindi cha mwaka mmoja, chama cha TANU tayari kilikuwa chama cha siasa kinachoongoza Tanganyika. Uwezo wa Mwalimu Nyerere uliwashtua viongozi wa kikoloni na kumlazimisha achague kufanya kazi ya siasa au kubaki na kazi ya ualimu. Nyerere alisikika akisema kuwa alikuwa mwalimu kwa kuchagua na mwanasiasa kwa bahati mbaya. Alijiuzulu ualimu na kuzunguka nchini Tanganyika kuzungumza na watu wa kawaida na machifu ili kuleta muungano katika kupigania uhuru. Pia alizungumza kwa niaba ya TANU katika baraza la udhamini na kamati ya 4 ya Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani. Uwezo wake wa kuunganisha watu ili wawe na umoja na mshikamano, kutetea haki zao, pamoja na kipaji chake cha kujenga hoja, kutetea na kuzungumza kwa ufasaha, kulimwezesha kufanikisha Tanganyika kupata uhuru bila umwagaji wa damu. Ushirikiano mzuri alioonyesha kwa aliyekuwa gavana wa wakati huo, Bwana Richard Turnbull, ulisaidia pia kuharakisha upatikanaji wa uhuru. Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe 9 Disemba mwaka 1961 na Mwalimu alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru. Mwaka mmoja baadaye, Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 ambayo yalimtoa madarakani sultani wa Zanzibar, Jamshid bin Abdullah. Mnamo tarehe 5 Februari mwaka 1977, Mwalimu Nyerere aliongoza chama cha TANU katika kuungana na chama tawala cha Zanzibar cha Afro Shirazi Party, yani ASP, na kuanzisha chama kipya kilichoitwa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, akiwa mwenyekiti wake wa kwanza. Mwalimu Nyerere aliongoza taifa kwa miaka 23 hadi mwaka 1985 alipostaafu na kumwacha nafasi rais wa awamu ya pili, Mzee Ali Hassan Mwinyi. Yeye alibaki kuwa mwenyekiti wa CCM hadi mwaka 1990 alipostaafu, licha ya kuwa aliendelea kuwa na heshima kubwa katika nyanja za siasa ya Tanzania na duniani hadi kifo chake. Mwalimu Nyerere alitumia muda mwingi kukaa kijijini kwake Butiama
huku akilima shambani kwake. Pamoja na hayo, alianzisha taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation mwaka 1996. Aidha, alikuwa mpatanishi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Burundi. Pia kati ya mwaka 1987 hadi mwaka 1990 alikuwa mwenyekiti wa Tume ya Kusini, yani South Commission. Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitasahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu. Mwili wa Mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa Taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumwaga mpendwa wao. Tarehe 21 Oktoba ilifanyika sala ya mazishi ya kitaifa katika uwanja huo ambayo iliongozwa na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya nchi walihudhuria ibada hiyo. Watu wengi waliendelea kumwaga baba wa taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba jioni. Mwili wake ulipoondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye kusafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya mazishi. Mazishi ya Mwalimu Nyerere yalifanyika nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma vijijini, mkoani Mara. Mwalimu Nyerere atakumbukwa kwa mengi aliyoyafanya katika nchi ya Tanzania, barani Afrika na duniani kwa ujumla, kwani Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23. Lakini pia alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki kwa nchi ya Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania uhuru katika nchi za Afrika Mashariki na alitokomeza ubaguzi wa rangi. Na kabla ya kuingia kwenye siasa alikuwa ni mwalimu. Kazi hii ndio iliyompatia jina maarufu la mwalimu. Alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Alitetea usalama wa taifa katika vita dhidi ya nduli Idi Amin na alitoa mchango mkubwa wa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU nchini Zimbabwe, ANC na PAC nchini Afrika Kusini, SWAPO nchini Namibia, MPLA nchini Angola na FRELIMO nchini Msumbiji. Lakini Mwalimu alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu na alikuwa mwasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea na Azimio la Arusha. Azimio hilo lilikuwa na shabaha ya kujenga nchi ya kijamaa ambayo watu wake ni huru na wenye uwezo wa kuamua mambo yao wenyewe. Lakini Mwalimu alikuwa mwasisi wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar na alikuwa pia mwasisi wa chama cha tano na chama cha mapinduzi yani CCM. Lakini pia alikuwa mwasisi wa OAU na South Cooperation. Na hii ni makala ya Ufichuzi. Hii ni Jollyjazz Media na mimi ni MC Jollyjazz. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili tukutane kwenye makala inayofuata. Hadi wakati mwingine, bye.